is God. Your name is We God. trust you, Emmanuel. Emmanuel.
name is Emmanuel, 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 my Redeemer, Emmanuel, Emmanuel, your name is God. Your name is God. We trust you, Emmanuel, Nishukuru, isingeri kuwa ni wewe, isingeri pata wokovu. Isingeri kuwa ni wewe, isingeri pata wokovu. Baba yangu mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingeri kuwa ni wewe, isingeri pata wokovu. Isingeri kuwa ni wewe, isingeri pata wokovu. Baba mbinguni, yanipasa kushukuru. Isingeri kuwa ni wewe, isingeri pata wokovu. Isingeri kuwa ni wewe, isingeri pata wokovu. Sema Baba yangu wa mbinguni, yanipasa kushukuru. Isingeri kuwa ni wewe, isingeri pata wokovu. Isingeri kuwa ni wewe, Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Seme Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa
Nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe. Isingelikuwa ni wewe. Nisingelipata wokovu. Uite Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Uite Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Uite Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Uite Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Uite Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. 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 Isingekuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa Baba, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Damu yako ya thamani, Hallelujah. Singelikuwa ni wewe Bwana, tungekuwa wapi? Singelikuwa ni wewe, tungepata wokovu wapi Baba? Singelikuwa ni wewe Bwana, tungepata ushindi aje? Singelikuwa ni wewe Bwana majeshi. Asubuhi ya leo tunakuinua, tunakubariki mfalme wema, mwenye nguvu na uweza wote. Tunakuabudu, matendo yako ni ya ajabu miongoni mwetu. Wewe Bwana, singelikuwa ni wewe Bwana, ambaye umetulinda, umetuhifadhi, umetubeba kwa mkono wako ulio hodari, umesimama katika upande wetu katika viwango vikubwa. Tunasema ni asante. Nani kama wewe Bwana? Tunakuinua katika siku ya leo, tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu pamoja nasi. Ni wewe Bwana, ni wewe umetupigania, ni wewe umetuokoa, ni wewe umesimama pamoja nasi Baba. Ni wewe mtetezi wetu, yu hai. Pokea utukufu na heshima mfalme wa falme, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tunakutukuza, tunakuabudu. Tunaomba kwamba leo hii nena pamoja na mtu, nena pamoja na mioyo yetu. Leo hii Bwana, tutembelee katika jina la Yesu wa Nazareti. Neema yako itutosha, ukatupiganie, maana kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunasema ni asante, tunasema unastahili kuinuliwa, tunasema unastahili kutukuzwa. Ni wewe Bwana, ni wewe mwenye nguvu, ni wewe mwenye mamlaka, ni wewe mwokozi wetu, ni wewe mponyaji, ni wewe mwokozi wetu, ni wewe katika ibada yetu ya leo.
Ni wewe Bwana tunayekuenzi. Tumenyenyekea katika siku hii upate nafasi ya kutuinua. Tumenyenyekea mfalme wa falme. Tumeomba msamaha mahali popote pale tumetembea kando na mapenzi yako Bwana, ukaweze kutusaidia na uweze kutusamehe makosa yetu ili tukakubalike machoni pako, nani katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana ni mema. Jina la Bwana litukuzwe na libarikiwe milele. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Namshukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo ambaye ameweza kuifanya tukaweze kuwa katika nyumba yake. Haijakuwa rahisi. Bwana ameweza kututenda mema, ametupigania kweli kabisa. Kama vile tumeweza kuimba, singelikuwa ni yeye, hatungefika leo, hatungepata wokovu. Singelikuwa ni yeye, hatungeweza kupata yale ambayo tumeweza kuyapata. Kwa hivyo, kwa sababu ya muda, nataka kwenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha nyote mnaotusikiza, mnaotutazama katika asubuhi ya leo kutoka kanisa letu la Nyamataro PAG, ambayo tumekuwa tukiwaletea neno mara kwa mara, na tunashukuru Mungu kwa sababu Bwana ameweza kuwa katika upande wetu, ametupigania tangu tulipoanza mwaka. Tumekuwa katika mitandao kuwaletea neno moja kwa moja, na Bwana amekuwa mwaminifu. Tunaenda kumaliza mwaka na tunaamini kwamba Bwana atamaliza pamoja na wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia na hata kututazama. Bwana akaweze kuwa pamoja na wewe na kutende mema. Nataka niweze kumleta mtumishi wa Bwana ambaye anayeenda kutuzungumzia katika asubuhi ya leo, mtumishi wa Mungu Reverend Julius Ojengo. Amen. Akaweze kutuletea neno katika asubuhi ya leo. Hebu tupige Bwana Yesu makofi. Amen. Mtumishi wa Mungu anapokuja jukwani. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. I request all of us to stand up and sing one brief worship song as I share the word of God this morning. I want us to worship the Lord. You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all that glory. We worship you, our
worship you this morning because you are worthy. You are worth of our praise, worth of our honor. We adore you. You are the King. You are the Lord. You are our beginning and the end. Minister to us this morning, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I want us to turn to the book of 1 Samuel. Chapter 17. We read from verse 39 to 41 and the verse 49. 39. From verse 39 to 41, and then you skip, you read 49. I read as my sister will read after. Verse 39 says, David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not used tested. And David said to Saul, I cannot walk with this, for I have not tested them. So David took them off. Verse 40, then he took his staff in his hand and chose for himself 5 smooth stones from the brook and put them in a severus bag in a pouch which he had, and his sling was in his hand. And he drew near to the Philistine. And he drew near to the Philistine. So the Philistine came and began drawing near to David. And the man who bore the shield was before him. Verse 49. Then David put his hand in his bag and took out a stone, and he slung it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sank into his forehead, and he fell on his face to the earth. Samuel yalitangani 12 39 guike 41 na 49. Daudi akeboerania ebirwaniryo ebyo amo n'omuyo birende agatenena kogenda ekiagera konyataranara kweboerania ebintu bune ebyo eli agatebia Saul, tinkonyara gutara nyeboeranetie ebintu ebyo ekiagera timbinareti, akabirusia na kubitiga. Eli akaimokia nyimbo yaye asokoboko kwaye agachora magena 5 amaterere kurwase akaroche akayabeka ase saro yaye yobolisia na enduruche akabogoria koboko kwaye na bono agasuka guchiange no Mufilisti olia. Omufilisti olia agacha bosio akaimoka akamoika Daudi ange na omubogoreria bwenguba yaye omutangaine 49. Daudi agasoyo koboko kwaye ase saro akarusia ligena akaliruta nenduruche agako Mufilisti olia obosio bwaye ligena liria likalimero obosio bwaye ime nera akagwa inse maumama agakwa. Father, in Jesus' name, Monena seli etalia Yesu. this is
You are living what? Eneli ngana lya ulire moyo. As we listen to it, Lord, Muna tokulire tagerera monene. minister to us in another new way. Tokwanire asenjerenya. In Jesus' name. Aselidera Kristo Yesu. We have read clearly from the Word of God, Twasomere buyakuru aselingana le Nyasaye. talking about David facing Goliath. Togo kwana igoro ya Dauti okogenda bosio bwa Goliato. My message is entitled Ekerenga kiana ni gokere. 5 Anointed Smooth Stones. Amagena atano. 5 anointed smooth stones. Akira maguta amaterere. Magena atano. Amaterere. Akira maguta amaterere. Amina. Praise the Lord. Amen. 5 anointed stones. Amagena atano akira maguta amaterere. The Bible talks of a battle between David and Goliath. Ebiblia gekokwana igoro yesegi gati ya Dauti na Goliato. There was a big shame Yarenge bosoku in the side of the Israelite soldiers. Asense mo yabaruani besegi baba Israel. Shame is a very bad thing. Obo soku negenteke besana. Shame contains some humiliation. Obo soku ni gobo buate ogosekererwa. Very correct. There was a big shame. Yarenge obo soku abonene. The soldiers of Israel had surrendered and they just ran away. Abaruani besegi baba Israel konyora bati. Nobody was ready to face the Philistine giants. Onde tayo olenge atayale gose olengange koruani mo Filistio yego monene. Who was a giant. Olenge li montoli nene. David comes. David yagacha. And he offers himself to face him. Akerwa koikango monto yoiga. Saul prepares him in a human style. Saul akamualigania enchera yake mwanya bantu. Because his soldiers who were well equipped had surrendered. Ekiagera abaruani esegi baye bali babwate ebintu byonsi konyora batigire. So Saul prepares David in the way he knew was the best. Saul akamualigania Daudi enchereri amanyeta yarenge ngiyapi. How they were preparing according to human understanding, Buna human approach. Buna barenge kualigania kolengana neke mwanya bantu. David accepted. He was dressed, clothed by Saul. Daudi agancha akabeke ruchianga na Saul. Then he starts now to walk. Agachaka gutara. He says, I cannot walk with this kind of clothes. There are styles that you can try to use, leaving God out, and you will be stagnated. You will not move forward. Methods, you will go for methods that you think will take you far. But you leave out God. David tries and says, I cannot walk because I'm not used to this kind of approach, this kind of clothes. And the Bible says he removed them and they said, let me go the way I've always done. When you always desire to use God's approach, you will have resistance. You will always face resistance. You will always, people will humiliate you. Those who will tell you you are not able, you are not going to make it. So David said, I'm going ahead in any way, provided I know God is going with me. Then the Bible says he had his sling. A sling. A sling was a weapon. And in the Bible, the Benjaminites were known to be very good
in using the sling. Na se Biblia ba Benjamin tibalenga ba yaso They gotumega were very accurate in using the sling. Igo balenge ne kerenga mone karaba gotumeke enduruchi. A sling was made of just a simple skin, animal skin. Enduruchi ni gora yaro se iriri yo igabo saiga. A hold of a skin in the center. Liabwate li sankwa gatigati. And the cords of skins, straps, the other two sides. Amone chinsa mo chinde chisuguna ine naero. Two sides, eh? Chinsa mo ibe. So in the center is a small skin Gatigati neliyo. where a stone is placed. Aselige naliko bekwa. Then one hold the two cords of skin, Omonto manyakorua robga ta chinsa mo chiribere two chieliyo. cords of the letter. Orua robga ta chinsa mo chiribere Then chieliyo. he swings over his head. Orua rosungusia. Then he releases the stone Orusungusio liruta. by releasing one of the cords. Asogo tiga nseme ya mogo Then chimutu. the stone goes Lige na liagenda. in very high ferocity Liagenda ase chinguru to chinene. the target. Goika ase kerenga kere. So David says, I'm not going to use this kind of Dauti clothes. agateba tina letichi angechi. The Bible says he chose 5 smooth stones. E Biblia goteba agachora magenata na materere. And my message is Nekere 5 bakiane. anointed smooth stones. Ige kerenga amagenata no amaterere akira maguta. Magutanya sai. Amaguta nyasai. Don't think of baby cherry. Toba It is sakale God's ngayo. anointing. Don't think of No wakwa Nice and lovely. Tali nice and lovely kole it na was maguta. anointed by God's Spirit. Iga akira maguta no moiko nyasai. 5 anointed smooth stones. Amagenata no akira maguta nyasai. So he chose those 5. Agachora magena yata. And I want to give you some of the detail, the deeper things of the Bible. 5, number 5. Ndageteko batebye bintu bye imana bye Biblia igoro ya manamba isano. Before I tell you what 5 means, you know it already. Nyimantara batebi isano ninki no manye no ye manyete. We want to see why is he choosing 5 stones. Igoto tageteko 5 manya smooth ngiye ko gara. stones. Inki ge ko gara go chora magenata And na I've called materere. these 5 smooth stones as 5 anointed smooth stones. Nande na batebiri ingangaki igoro ya masgena ya tano achorire gosakira magutari. I've called the 5 smooth stones as 5 anointed smooth stones. Na magena ya tana achorire na tebire igarenga magena tano akira maguta na anda materere. That is what I'm calling those stones today. Na bonko ya ruka magena yigore. Smooth. Ayare amaterere. Smoothness means stable. Obotere ni go bimineti go tenena Smooth, otariko nyagaliwa. Means reliable. Obotere igo bimineti nganabo Reliable. Something that is reliable. Unaweza tegemea. egento keliora tumeke buya. Praise the Lord. Amen. Smoothness talks of unity in purpose. Emineti goso oboterere igo bimineti obohamo asekerenga. Amen. Getting a new anointing. Smoothness talks of unity of purpose. Oboterere igo bimineti okoba sobohamo asekerenga. Unity talks of silent and quietness. Okoba sobohamo emineti go kirakiri. Oboterere emineti go kirakiri. Smoothness, silent, Oboterere peaceful, ogotwara omulembe. tranquility. Obwata omulembe. Is not talking of slippery stones. Tali go kwana igoro yerige na literere. Slippery, yani Tali ligo gotereria. ligo. Tali ligo gotereria liko ruteinse. It means something that is focused and moving somewhere, Ige mineti egento ke bwate kerenga ge ko genda asegete. which is on a turn. Kera ase savaria. Not the static, not stagnant. Tali kerigete ne inege tali go suka. He picked 5 smooth stones Akabogoria from amagena the river. amaleterere korwa ase He oro. chose, look the word choosing, not just picking. Agachora. Tali okobogori gobosa. Korogota tu, marogoto na kuweka.
He chose. He took time, looked at smooth ones, nice one. He picked. He chose those ones. Look at the river. There are smooth stones, and there are also slippery stones. You try to walk on slippery stones. Itakuangusha na utavunjika. Kwana gutara roche boli eseri lige na limenye to miaka nenda miaka rudi. Kwana gutara roche aseri lige na limenye torore miaka yonse. Mungu amekuita utaki kutembea na yeye. Nyasa okorangeti tutageti gutara monene. Utaki kusonga mpaka umekuwa slippery. Tutageti gosuka go ikakwabere lige na literere liko yeli aba. They never chose slippery stones. Je tauti ta chole telige na lirira ko yelie. Yeah. You never chose slippery stones. Slippery stone is one that if you step on it, you are down. But he chose 5 smooth stones which were mobile. If God has brought you here, you must prepare to travel with Him. You must be ready to allow Him to chisel you on the way. But if you remain static, you will become slippery. Unawaangusha chini wane wanaenda mbele. He chose 5 stones which were mobile. In fact, these smooth stones, you look at them, they have an history they can tell. You go to the river and you get those smooth ones. They might have traveled from very far, going somewhere. On the way, they get there, they acquire their smoothness. That smoothness, I don't know how to separate. Which is not rough. It did not choose rough stones. You must accept. In fact, he chose those smooth stones which were progressive, moving towards a target. They were progressing, traveling. These smooth stones had gained their smoothness as they traveled around the river. And they did not get their smoothness by being individual stones traveling. They were many crashing and jiggling each other, smoothing each other. When we come together to the house of God, we must be a vessel chiseling, all sharpening one another and smoothing one another. Yes, we are here for the good of each other. Not static. Not unreliable stones that you cannot depend on. Unstable. I've said static stones becomes slippery. Unreliable. Unreliable. Injurious to people, to others. Umisa. Slippery stones. Yes. Watu wanapata chingoma because of slippery stones. But he chose smooth ones which are removable. Don't be static. You will become injurious to your brother. You are static. Unaona mtu anaanguka umushikilie umusaidie ndio mnamsukuma chini sawa sawa. So David chose 5 smooth stones.
It is the ministry which was working together. The fivefold ministry were working together harmoniously. The fivefold ministries were working together harmoniously. Five grace ministries were working together in unison. In unison, none was remaining behind. They were going ahead in unison. They were moving together harmoniously. So he picked the full fivefold ministry to work for God. There was none was that arrival, that fighting with another. They worked together for the good of the ministry. I want to tell you, God will never work. God will never choose you as his weapon of terror, terrorizing enemies. He will not choose you as his own weapon, weapon of terror to the enemy. Not terrorizing brethren, but terror to the enemy. Terrorize enemies. When you are still rough, very injurious to others, a source of discouragement, that is a sign of roughness. Easily offended, you are not yet smooth. Easily offended and discouraged. Hiyo nimeachia Pamela, nakiweka mbele sana. Because anaweza kununua uniform. You are still a rough stone that can never be used by God. A rough stone that is injurious. So you must accept God to smoothen you. Not a stone which is rough, very smart in offending others. Then David drawing near to the Philistine alone. It is David who initiated the move. So he has picked 5 smooth stones, which I call 5 anointed smooth stones. 5 anointed smooth stones that you can use to break the yoke of the enemy. The stone, anointed stone for you to use in breaking the yoke of the enemy. Inside the Bible says the anointing breaks the yoke of the enemy. Amen. It causes the yoke to corrode, to rust, and be broken. The anointing breaks, causes it to corrode and break the yoke. So David chose to use God's own anointing to fight. Amen. Stone number 1. He used the stone of faith and the trust in God. And the trust, the stone of faith and the trust in God. He used that stone of faith and trust in God. He used God's covering. God is covering. Amen. God is covering. Yes.
Not man is covering. tatumegete ogotuntuwa kwa mwanyabantu Man is covering makes you to appear artificial. ogotuntuwa kwa mwanyabantu igogokoroga kwarolekana bosaiga. You appear like a ghost, not a natural God's being. Igogokororekana buno omorengari tali oyo ogotumeka na Nyasaye. So he used faith and trust in God. Agatumeka okwegena na komosemeli And Nyasaye. I want to tell you, faith becomes an invisible hand. Okwegena niko okoboko goliko tali kororekana. A hand used by God to remote control the enemies. Okoboko goliko gotumeka na Nyasaye gose kwa Nyasaye ligere obwe omobisa. It is only faith that can connect or link you to the heavenly treasures. Okwegena gwoka na kukora akobeke obe asobo hamo na Nyasaye. It is faith that connected David to heavenly treasure. Okwegena gwoka na gwa connected David amo na igoro. It is faith and trust in God Okwegena no komosemeli Nyasaye that enabled David na kukwagarete Daudi to mobilize the heavenly hosts, heavenly soldiers. anyare kobeka abarwani ba igoro. He mobilized them, brought them, and they fought for him. Akabaleta asobwama akabatumeka ligara bamurwane. They fought for him because the battle is not ours, the battle is the Lord's. Bakamurwanere kiagera esegiterie yeito esegine ya Nyasaye. That the battle is the Lord's. Esegine yo monene. He used the number one stone of faith and trust in God. Agatumeka ligena liokwegena na komosemeli Nyasaye. That made the heavenly host to come and stand with him. Agerete igoro egachicha egatara monene. The heavenly host was there with David. Omogando igoro ligorenga mona David. Is stone of faith and trust in God. Kagotumeka ligena liokwegena na komosemeli Nyasaye. He used numbers 2 stone, the stone of courage Agatumeka ligena liokoba omolemu. and the boldness. Liokoba omolemu na gotenena The bokongu. stone, the anointed stone of courage and the boldness. Number 2 Ligena stone. lyogotwara obolemu na gotenena bokongu. He applied that stone. Agatumeka ligena elyo. Remember, he trusted God. He removed the human covering, the human protection. Inyora And they akarusia say, ligena lyogosemelia asoko motuntuba. God, my God is enough. He is going to fight for me. Nyasaye nigahangisaine ngo chiale Then he kondwanera. moves ahead. Akaruora agasuka mutwe. He uses the stone of courage and Agatumeka ligena boldness. lyobolemu The na stone gotenena of bokongu. courage and boldness. Agatumeka ligena lyobolemu na gotenena bokongu. Just he came as he was. Agachicha buna alenge. He makes the first step. A courageous Akaruora man agasuka gochi with aso musajo yoyo. boldness. Kabwata obolemu. With boldness. Kabwata obolemu. He is the first one to make the first step. Nero motangani ko twaro kosuka If you motwe. read verse 40 and 41, Ekero ko some merongene yemo. David makes the first step towards the enemy. Dauti nero tanganete kosuka gochi asomo bisa. He's just with this sling, Ere gabwate nduruche yaye. and there is 5 stones in his shepherd's pack. Na magena tana asomo bukoye. He moves closer, Akaruora agasuka hange. alone. Hello. Between him and God, there was none in between. Ondeta igarenga erabuye kama na Nyasaye. That Ondeta yorenge shows gatigati. he had the courage and boldness. Abwat yagereta agatwara obolemu boli abwate The no stone of gotanyagaliwa. Courage and boldness, you need it. Igena lyogotwara obolemu no gotanyagaliwa. He came boldly, Agacha moving towards the enemy, towards agacha his kare no target. obolemu gochi asomo bisa. But the Bible says, Ebibiri goteba this giant, omonto oyo monene he saw him coming. akamaroro gocha. Then he is now the second, Akamanya kuruora agacho yo who kabere. is moving out. Nero gosuka bono From nero the gosuka crowd. asikoru asomuganda. But he's not alone. Kolenda tali yare wieka. Goliath is not moving out alone. Goliath tali gocha yare wieka. The Bible says he Bibiri came goteba carrying his javelin and the spears, iga chete kabwate simisi nelitimo. well covered his head. Gatuntubire buya asomo tuoye. And in front of him there was a man Bosibwaye omusacha naro. carrying a shield. Obwate nduruchi. Enguba. Obwate Carrying nguba. a shield, not a sling. Obwate nguba. Now between David Gati ya and the Daudi. Goliath, who is a coward, Bono gati ya Daudi na Goliath ni ngoro mwoba.
David comes alone with this sling. David yagochara bweka kale This nenduruje is a severed bag amone five omubuko ye stones, bwo bolisia full of obwata God's obwata magena hand. obwate oichire okoboko kwa Nyasaye He comes alone with God. amanya kurwara chiche gocha busio But the amanya Bible Nyasaye. says Goliath comes second. Kolende Biblia goteba Goliath agacho yokabe Not him himself alone. age tali arabweka In front of him there is a man carrying a shield. bosibwa yo musaja naroro bwate And I'm asking now, who is a coward? bono ntagete ko bolinga ningo muoba Eh? ningo muoba. David showed his courage and boldness in God. David agatwara obolemu nogota tengechigwa bwa Nyasaye. A man in front of a person they are believing to be a champion. Omusaja ali mutu y'omusaja oli bwengendire koba omonto omonyangongo Yes. eshuja Etuani. But there is a man in front. kulenda omusaja nari oli mutu yaye A sign that he was a coward. ekworo kinga n'omwoba alenge The shame that has suffered, the Israelites have suffered, omonto the shame that the Israelites have suffered because of Goliath. obosoku bolikonyora abaisiraeli barorire ase eng'encho ya Goliato. Then Goliath makes an ironic statement. Goliato amanya gokwana lingana eliga Am I a dog? igo inche nesese Young man, you see me like a dog. ayaka mwana aka yani igo ndoche bunesese That you are coming to me with these sticks. ogong'ichera nebite. It's ironic. It's ironic. It was a true statement from Goliath. Igo yarenge lingana liekena korwa ase Talking Goliato about him. agokwana himself. igoro ya Daudi Indeed, he was a dog which was a threat to the flock of God's people. ekena nesese yarenge etret gochi ase omoganda bw'abantu. Okwoboya. It was a threat to the children of the flock of God's people. It was a dog. Amen. You know, a wild dog he eats flock in Nakura mbuzi. Omanyete esese gekolia. So, in other words, Goliath is saying, unaona kama mimi ni mbwa. Igondo Na chama na kwangu isere esese. na kijiti. Ogonchichera negete. Unaniona kweli vile niko Noroche munando shujaa asiribuya. mkubwa. Noroche munando omonto omonene. Artificial strength. Chinguru He chiri was chake mwanya only bantu. putting on masks. He was Igerane not mask yo himself. kabwegete. Tali arabuye kolenge. He Tali was arolenge. actually a wild dog which was a threat to the flock of God's people. Ekene nesese yarenge konyegeria He abantu had bomone. threatened to destroy God's flock. Konyoro batebiri nganko basali alepi. And somebody was needed to come and then chase away the dog. No monto na wenera tachiche asali esese. Not only chasing away the dog, but to kill the dog. Tali asoko ye koyeseli woka na kolende na koyeita. Yeah, and David was there to do it. Na Daudi no harenge With the liarakora spirit mangana. of courage and holiness. Asomoika bwobolemu no gotanyagaliwa. We must have this courage, spirit of courageousness and boldness, Goika toba abantu torabalemu totali konyagaliwa. to be able to prevail against the enemy. Ligera tonyara ko batoko mu bwobo During omubisa. hard circumstances, you need to have the spirit of courage and boldness. Ekero chinga kichire chinkongu no gwenera totwaro moika. You need the stone, Bwobolemu. the anointed stone of courage and boldness. No gwenera totwara ligene ligalia kira maguta When you are yogotwara obolemu. When you are facing threats, Ekero okonyora go when you are konyagaliwa. facing threats from the enemy. Ekero okonyora okonyagaliwa korwa se mobisa. Number 3 stone. Namba isato Number ligena lya 3, gatatu. anointed smooth stone. Ligena lya gatatu lyakira maguta Nyasaye literere. Stone of originality and truth. Ligena lyogotwara Originality. Who can assist us? Asikuwa kabisa wewe vile ulivyo. lyogocha bunole Yes. lyabene. Yeah. Stone of originality and truth. Ligena lyogocha bunole bene Knowing nekene. you are wonderfully and fearfully made. Komanyete ngaya n'omonto orosiri. Knowing you are good Ase in the chinjero eyes of God. chiabene chia Nyasaye komanyete ngaya n'omuyole. Unaona hii sikio langu. Na kuanzia Nomanyete hapa
no roje ogotoko kwa inasimamia no chake chi. ogotoko ogotenerete chi Chi ni ga. Na macho inasimamia o. Macho ingine o. Na isikio ingine D. Which is also always talking, I'm good. No, otambe ligotabanga inche no muya good in the eyes of God. You are original. Stop decorating and making yourself artificial. Don't humiliate yourself and see I'm not worthy. You end up becoming rough. You end up becoming injurious to others. But David said, I'm good. Despite my size, I'm going as I am. I am original, not a photocopy. Our God never produces photocopies. He does not create another photocopy of Pamela. He never produces a photocopy of Julius. Neither does he produce a photocopy of Pastor Ken. He brings original. And we are like him. We are of his own image and likeness. When we accept to take his character, he always sees us being good. Kila mara kumbuka masikio yako na macho inasema na maiso igako ne okwana oro muya aye oro mosera pastor sikio moja di sikio ingine ogotokonde nogotokonde na macho nasema good akatabanga no muya ayamanya ngotene ngakiore nyamioro I'm good. That's what David used. David said, I'm going with the truth. And as I'm original product of God. God is original product. I'm good. Praise the Lord. Amen. That is what the approach David used. So he came telling Saul, I'm not used to do pretend. Yes, very correct. I'm not used to pretending. I'm always original. Yeah, this is what I am. So he's telling David, I'm not used to pretending. I'm not used to pretending to be what I'm not. You are addressing me so that I can appear huge, but I'm not used. I'm tiny. You are addressing me to look tall, but I'm small. I'm of small stature. I'm not used to pretending to be what I'm not. Amen. You know people pretend. Wanasema sasa tangu wewe msie mbona tumbo haijatoka bwana unakula noma itabantu katana ayo kama pastor reverend ndiye tumbeta hiyo. Unajua watu wanauliza wewe ni pastor reverend ambaye hana hata nyumba. Mtu anafikiria kuanza kuanguza hata kayo sasa anakunywa pombe yeye apate public opinion. Public opinion does not determine your fight, you are winning. Yeah? Public opinion amana y'abantu egenta abantu bagote amaoni y'abantu bagorwa umuntu nawe byaboliye kanisa osire iro huyu mtu amepotelea kanisani bwebire bintu binde pati no amesahau vitu vingine. So David is telling him I'm not used to pretending to be what I'm not. Akamotabinga njeti ndi kuekora I like going being original. The stone of originality and truthfulness. I'm not used to pretending to dress me in a way that I can be scary and threatening. I appear scaring to people. I appear terrifying to people. But he said, I'm going the way I am. I don't want to give an artificial image.
He says, I cannot walk. There are things you agateba can nga pretend. tinko There are nyara things you can gutara try and you will fail to walk. ebinto mbira oratemera Unaona kini mtu vile obugwe amejipamba, unaona hata mimi hiyo ulinunua ngapi? Oh, Unaenda kununua. agateba. Unanunua unapaki na hakuna chakula. You will not move. togosuka Kama ni nderema yako kura tu. onye nenderema yaye kali Kama ni afuta yako faa. onye na Unasema I'm buta good. yawe beka teba nga inchimbu yande. Praise God. Amen. So David says, I'm not able to walk. You can, if you use the stone, the anointed stone of originality and truthfulness, you will always win. Ligena liekene igokonyora kwawe iro mu. The stone of accuracy and good focus. Number 4. Ligena liekerenga. Stone of accuracy and good focus. Ligena liekerenga na gotwale kerenga sogochi. He used a single stone and he killed Goliath. Agatumeka ligena liga agaita Goliath. Always focus at your stone. I'm seeing no time. Otambe twale kerenga. Lastly, number 5. Namba 5. Stone of shame removal. He used the stone of shame removal. Agatumeka ligena liokorusia obosoku. There is that stone of shame removal. Do you know when he knocked Goliath down, the whole Israel rose up with joy. The shame of many years was brought down. I was with a friend. I was with a friend yesterday. I invited him to come and minister to us. And we were remembering many years ago when we could say there was a lot of shame. But we trusted God. We could invite him to my local church many years. He could come and minister. We sleep in one bed, three young men. Sometimes that bed will break at night. So tunalala chini kwa floor. But because of trust in God, that stone of shame removal, we applied and God remained faithful. God can remove your shame if you keep trusting. It doesn't matter what you are now. Just remain to good focus and aim at your target with accuracy. You spend what God has blessed you with wisdom. Prudent use of whatever God has blessed you, whatever small God has blessed you. Use it prudently. You remember David used only one stone because of prudence and accuracy. And he depended on God. He removed the shame. He applied the anointed stone, the anointed smooth stone of shame removal. Praise God. He used only one. He was not wasteful. He was not a wasteful spender. That God has blessed me is full now. No. He was a prudent spender. Economical spending and respecting God's resources. The stone of shame removal. The stone of shame removal is there for you. And God will honor you. David was not like a kind of man. You have trekked jobless. After getting a job, you get the working class wife again. Working class unasema huyu sasa tulikuwa na yeye wakati sikuwa na kazi. Wacha nileta anata working class. Kiaira na nyote. Kwa sababu nimepata. Yes. Na nyote nyasao sasa nini? Nyasao sasa nini? Kuira Dubai. Nyasao sasa nini? Mungu amenibariki. Dubai ngoji korosi. Sasa ninaenda kutengeneza nywele yangu Dubai. Kwa nini usitengeneza Dubai hapa? Ingia karota harusi Dubai ya wega. Praise God. Amen. Tusimame. Tumshukuru Mungu. Father, we thank you. You are our God and you are our King. You are our stone that removes all kind of shame. You are here to deal with the enemy and you have given us the anointed stone of shame removal.
You have given us the stone of shame removal. You have given us right mind, the mind that is of power, love, and sound mind, to be able to focus on you and nothing else. Help us today to focus on you, Lord. Help us to be original and to love what you made us to be, and to keep trusting you. In the name of Jesus, Father, increase our faith and the trust in you. Help us to have the courage to stand firm in any hard time. Father, in Jesus' name, I pray today that those of us who heard this message, I know there might be some who have been walking under shame. The devil has made them to walk under disgrace. Father, in the name of Jesus, today I apply the stone, the anointed stone. I am using the stone of shame removal in Jesus' name, that none of your children shall be ashamed. I pray that God, you remember them today. They are good because you are the one who created them. Each one of them has a purpose in life. There is none you created without a purpose. Therefore we thank you and we worship you, Lord, for ministering to us in a new way. In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody say amen. 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 Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya neno tumelipata katika asubuhi ya leo, na naamini kwamba mahali popote ulipo, ambaye umekuwa ukitutazama na hata kutusikiza, Bwana amepata kukubariki. Na tunaona kabisa yule Daudi aliweza kutumia jiwe moja akaondolea wana wa Israeli aibu kwa kumuua yule Goliath ambaye alikuwa tisho kubwa sana katika maisha yao. Bwana akubariki, na Bwana awe pamoja na wewe. Uwe na siku njema katika shughuli ambayo utakuwa nayo. Wale ambao mnasafiri katika gari, wale ambao labda mko katika ndani ya nyumba zenu, wale ambao mmekuwa ama wengine mko hapa kanisani, naomba kwamba Bwana wabariki sana na watende mema. Hivyo wakati huu tunaenda kutoa sadaka zetu, na tutabarikiwa pamoja. Mlio karibu mnaweza kuleta hapa mbele, ama labda unataka kulipa na M-Pesa, pia tunaweza kukupatia tiri namba yetu ya kanisa, na utaruhusa pesa yako na itakuwa imeingia katika kanisa letu la Nyamataro PAG Church. Asante sana kwanza kwa wale ambao wamekuwa wakisimama pamoja nasi katika matoleo tangu tulipoanza mwaka. Wengine hawajashiriki pamoja nasi hapa, wanatusikiza kutoka mbali, lakini wamekuwa washirika wetu, wanatuma sadaka zao, wamekuwa kutuma fungu zao kanisani, na tunashukuru Mungu kwa ajili yenu na moyo mlio nayo kwa ajili ya kufanya kazi ya Bwana kuendelea. So kama unataka kutoa pesa yako ama sadaka katika asubuhi ya leo, unaweza kuenda kwa M-Pesa ama uende lipa na M-Pesa,
itakuitisha tili namba yetu ni 331388 331388. Itakuwa umetuma pesa zako kwa kanisa la Nyamataro PAG account, na itakuwa vizuri na utabarikiwa. Bwana wabariki sana. Wakati tusimame tunapoomba, kuna mgeni ameingia ndani ya nyumba leo ambaye atatusungumzia main service. Dr. Richard Omuze ako pamoja nasi na atatusungumzia kwa main service na mambo mengine yataendelea. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana. Tunalimidi jina lako takatifu lenye uwezo na nguvu na mamlaka. Asante kwa sababu ya siku ya leo, umetupa neema kuingia katika nyumba hii ya maombi. Tunakushukuru kwa sababu kama sio wewe umesababisha haya kutendeka, sisi kama wanadamu hatungeweza. Hivyo leo tuko na kila sababu ya kulibariki jina lako takatifu lenye uwezo na mamlaka, jina ambalo limeweza kutusaidia na kutupa nguvu, jina ambalo limeweza kutuondolea kila aina ya aibu Shetani alikuwa amepanga kinyume na maisha yetu. Naomba kwa jina la Yesu, neno hili ambalo tumeweza kulipokea likapate nguvu na nafasi katika mioyo yetu, ili tukaweze kusimama na kusonga mbele kwa jina la Yesu Kristo. Bariki mtumishi wako ambaye ametuzungumzia, na Bwana naomba kwamba bado utaendelea kumtumia kwingine kwa ajili ya neema ambayo umeajilia katika maisha yake. Pia tunakushukuru kwa sababu tunapoenda kwa Sunday school, tunapoenda katika mambo ya main service, Bwana wa majeshi, katika ibada yetu, tunaomba ututawale, utuongoze, utuonekanie, wengi wakaweze kukutana pamoja na wewe, walio wagonjwa wapate uponyaji wao, wale ambao Bwana wametembea mbali na msalaba warejeshwe tena, kwa kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Jina la Baba libarikiwe na litukuzwe milele yote. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki kabisa. Bwana watendee mema. Mnapoleta sadaka zenu, tukienda kujumuika katika madarasa yetu ambaye ni ya Sunday school, na kisha baadaye